Story time. So nimekutana na binti moja. Akaniambia mama, naomba niongee na wewe chemba. Kaambia sawa mama, nipo. Anambia mama, nimekuwa single for very long time. Miaka 12 kamili. Nikasema ni nini mbaya? Akaniambia nilikuwa nahangaikia maisha sasa kila mtu akija I'm not interested, nikaa najiweka chabichabi, yani najiweka ovyo ovyo ili mali tu ni pull off wanaume. And then mambo yalivyoendelea vizuri, sasa nikaamua sasa nijirudi, nibadilishe kutoka kwenye kuwa tomboy kuwa sasa feminine, na nikaja darasani kwako nikasoma. Sasa nimemaliza darasa vizuri fresh, mambo yangu yanaendelea vizuri. Mbingu imenifungukia kwenye uchumi, kwenye biashara, kwenye nini, kwenye feminine, inang'ara, navutia. Basi na shida moja tu, yani sasa sielewi nafanyaje. Yani mwanamume akini approach sijui najibu nini, sijui nasemaje, kwa sababu nimekuwa single for a decade, miaka 12. Nimeshasahau dating life inakuwaje, dating life inakaaje, ukitongozwa unasema nini, ukitongozwa. Alafu mbaya zaidi, mimi wanaume wanaonitongoza wanakuwa ni wale wanaume ambao akija akiniona anaanza kusema mimi na kitu fulani, labda mrembo, mambo, anakufukuzia obviously na nini. Unampa nafasi, mnakutana, mnaongea. Katika kuongea anaweza kueleza kwamba mimi nina kitu fulani, labda na mashamba yangu yako sehemu fulani, na viwanja vyangu viko labda Kigamboni, na kiwanja kiko Goba, na kiwanja sijui kiko wapi, nimejenga sijui Kunduchi, alafu sijui nafanya hiki na hiki, na magari kama yani mtu anaanza kujielezea kuhusu mambo yake, kila kitu anakuelezea. Ndo mmekutana for the first time, umempa nafasi ya kuongea, kumsikiliza anataka nini kwenye maisha yako. Sasa for me naona a bit weird. Yani maybe kwa sababu nimekaa nje ya game kwa muda mrefu sana. Sasa sielewi inafanyaje jamani. Yani mtu namna hiyo yani unaanza kumuelewaje? Nikafikiri labda ni huyo mwanamume mmoja tu, labda maybe ndivyo alivyo. Lakini sasa imeshakuwa yani ni mfululizo ya kila mwanamume anayekutana naye kwenye matukio tofauti. Nikimpa nafasi tuongee, nimsikilize anachotaka, kila kitu anaongea kuhusu maisha yake. I have this, I have that, I have this, I have that. Sasa hiyo inakuwa ni upendo wa kweli au anakuringishia ili umpende, kumbe ni tapeli, ni jambazi, au inakuwa ni kweli anamaanisha? Maana sisi millennials bana, sisi tushazoea kutana mwanamume anakuficha ujue hata kama anandala. Kama kupeka kwake michezo ya zamani ya kwetu. Sasa sijajua watoto Gen Z wa sasa hivi. Yani sijajua hata hao millennials nao wamebadilika, sijaelewa. Yani mpaka ujue mtu ana kitu fulani ni very hard. Na wengi wanakuwa wauaji. Sasa sijajua, naweza nikatuchezea shilingi kwenye shimo, kumbe muuaji anaamua kuwa muasi. Tunataka tujue jamani. Wauaji jamani wa sasa hivi mmebadilisha script au mpango kazi umebadilika au bado usanii ni ule ule? Kwa sababu zamani zetu mtu akianza kueleza mimi nasafiri na huyo ni tapeli. Tunaitaga ya haya tapeli, sijui na nani, majina yalikuwa mengi tu. Sasa toka tujue kwa karne 26 jamani, wauaji mmebadilisha script, kwamba yani ukimpenda mwanamke kweli unataka kuanza naye maisha, unaanza kumwambia na hiki na hiki na kile, nataka niwe na wewe mimi, yani hivyo. Au bado yani script ni ile, shetani ni ule, mazingira yamebadilika. Jamani, tuone maoni yako, comment hapa chini. Tujue jamani, tumsaidie mrembo wetu asije akachezea shilingi kwenye choo.